kitabu cha Luka ile sura ya 19:33 tutakwenda mpaka 36. Biblia inasema hivi: na walipokuwa wakimfungua mwanapunda, wenyeji waliwaambia, mbona mnamfungua mwanapunda? Wakasema, Bwana ana haja naye. Wakapeleka kwa Yesu, wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda, wakampandisha Yesu. 36 inasema hivi: na alipokuwa akienda, walitandika nguo zao juu yake. Mwanadamu atapata heshima ikiwa atakuwa tayari kumbeba mwenye kuheshimisha. Kumbuka somo letu. Je, unahitaji kupata heshima? Asaidia kwamba wewe huwezi kupata heshima, inakulazimu kumbeba mwenye kuheshimisha. Hawezi kujiheshimisha mwenyewe. Hawezi. Utatumia nguvu zako zote, akili zako zote, ujuzi wako wote, kama haujambeba mwenye kuheshimisha, nina uhakika kwamba hawezi kupata heshima. Sasa kwa nini tunasoma andiko hili? Nimekusomea andiko hili kwa maana hapa. Wakati Yesu akienda Yerusalemu, alipofika kijiji fulani, akiwa pamoja na wanafunzi wake, akachagua wanafunzi wawili, akawatuma kwenda kijiji jirani na mahali walipokuwa. Yesu akamwambia kwamba nendeni, mtamkuta huko mwanapunda amefungwa kwenye mti. Na mwanapunda huyo mtakapomuona, mfungueni katika ule mti, nileteni. Lakini ninajua kuna watu ambao watawaulizeni ya kwamba kwa nini mnamfungua huyo mwanapunda? Mkisikia maswali ya jinsi hiyo, jibuni kwamba Bwana ana nini? Ana haja naye. Na ndivyo ilivyotokea. Wakati wanamfungua yule mwanapunda, wakatokea watu kuuliza, wakajibu vile vile kwamba Bwana ana haja naye. Wale wanakijiji hawakuwa na shida, wakawaacha, wakafungua, wakaanza kutembea na mwanapunda, wanamswaga, yuko mbele yao, wanamswaga mwanapunda, wanamswaga. Walipofika kwa Yesu, na kwa sababu mwanapunda yule ilikuwa Yesu apandishwe juu yake, somo letu, je, unahitaji kupata heshima? Ile ndio somo. Na kwa sababu Yesu anapanda juu ya mwanapunda yule, wale jamaa wakasema kwamba Yesu hawezi kupanda juu ya mwanapunda ambaye hajatengenezwa, hajawekwa vizuri. Maandiko yanasema kwamba wakatandika nguo juu ya mgongo wa mwanapunda ili kwamba Yesu akae sawasawa. Na tena sio nguo za kawaida, ni nguo za thamani. Wakazianika kwa mgongo wa mwanapunda. Walipomaliza kutengeneza mahali pa kukaa Yesu, wakagusa mgongo wa mwanapunda, wakakagua, wakaona kwamba nguo ambazo Yesu mwanapunda ametandikiwa, zilizowekwa katika mgongo wake, ziko vizuri, zimekaa vizuri. Hakuna bomu ndani yake.
tutembea hivi. Hapana. Pamoja na kwamba tumetandika nguo juu ya mgongo wa mwanapunda, Yesu amekaa. Tutahakikisha kwamba kila anapokanyaga mwanapunda tumeweka matawi ya miti, tumeweka vitambaa. Mungu mkono kama pamoja. Anayetembea ni mwanapunda, aliyetandikiwa nguo mgongoni mwanapunda. Ule mstari wa ngapi tumesoma? Ule mstari wa mwisho 36. Alipokuwa akienda walitandika nguo zao chini njiani. Nilikwambia kwamba sio nguo za kawaida, sio nguo za mtumba rafiki. Sio nguo ambazo zinatoka kwa wazungu wamevaa leo kaleta. Ni nguo za thamani. Hasa jiulize, zilikuwa ni nguo ngapi? Walitandika barabarani kote. Anapopita mwanapunda mpaka Yerusalemu. Ilikuwa ni nguo za gharama gani? Ni za kiwango gani cha fedha zile nguo? Hawakujali gharama. Walichotoka ni kwamba yule mwanapunda aliyembeba Yesu apita mahali ambapo ni safi na ni salama. Sijui kama unanielewa sawa sawa. Kuna watu wako kanisani sijui. Nisikilize. Mwanapunda ambaye hakustahili heshima anapata heshima kwa sababu ya kumbeba Yesu, lakini pale mwanzoni hakuwa na heshima hiyo. Mimi ninaposoma maandiko wakati anafunguliwa pale kwa amefungwa pale, hapakuwa na nguo. Hapakuwa na nguo wala matawi. Hapakuwa na chochote. Lakini kitendo cha kwenda kumbeba Yesu, mwanapunda anapata heshima. Somo letu ni nini? Je, unahitaji kupata heshima? Sina somo letu kwa jamani. Na kama unahitaji kupata heshima, nifuatilie. Utapata heshima iwapo utambeba Yesu sawa sawa. Kwa sababu wapendwa sio? Utapata heshima iwapo utambeba Yesu. Lakini la utambeba Yesu heshima huna. Atende namna ya kupata heshima. Mtakuelezwa katika eneo hilo hivi. Watu wengi wanatafuta heshima kwa kupapasa. Hawajajua mahali sahihi pa kupata wanachokitaji. Labda nitapata heshima hapa, labda nitapata heshima hapa, labda nitapata heshima hapa. Wengine wanadhani nafasi zao ama nyasifa zao zinaweza kuwapa heshima. Nafasi zao. Mtu yuko tayari kuua mwenzie, binadamu mwenzie, ili akae kwa nafasi kisha apate heshima. Mtu yuko tayari kumsingizia neno mwenzie baya, ili kwamba ashushwe, ili akae kwa ile nafasi apate heshima. Na hivyo tendea wanadamu. Kwa anamuua mwenzie, au anamsingizia jambo mwenzie anashushwa, anawekwa yeye mahali pale, lakini bado heshima haipo. Bado heshima. Watu wanatafuta pesa usiotaka, ili kwamba wapate heshima. Kwamba nikiwa na heshima nitaheshimika na kila mtu. Nikipata pesa nitaheshimika na kila mtu. Ni sawa utaheshimika, lakini pesa inaisha. Kama ulipata pesa kwa heshima, pesa ikiisha na heshima inafanyaje? Inaisha. Hapo ndipo kwamba pesa sio heshima. Wengine wanadhani kwamba nikiwa na majumba mazuri, nikiwa na ghorofa, nikiwa sina nini, nitashirika. Nikiwa na magari ya kifahari, nitashirika. Wapi bwana? Wamepata majumba, wamepata magari, lakini bado heshima haipo. Bado heshima haipo. Sisemi kwamba usitafute pesa, usijenge majumba. Sisemi kwamba usitafute nafasi, tafuta nafasi, lakini
nafasi yako, wadhifa wako, isiwe ni kwa sababu unatafuta heshima. Heshima ni kitu kingine. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Ni kweli watu watakuheshimu kwa sababu na pesa. Kwa sababu tuna pesa. Mtoto mdogo watakusalimia shikamoo kwa sababu na pesa. Wazee watakuja kwako wanakusanya mikono, wanasema mzee shikamoo. Wakati wewe ni mtoto unimchukua mzee shikamoo kwa sababu tuna pesa. Kuna watu wewe ambao kwenye nafasi kubwa watakuja kwako kuomba kazi. Wadogo kabisa wewe, wakubwa kabisa, watu wazima wewe ni mdogo, na kwa sababu kuna kitu wanahitaji kwako watakwambia shikamoo mzee. Yaani nafasi yako ina pressure. Lakini ikishakutoka mkono wako heshima haipotei, unabaki mtu kawaida. Hasa kama tunajifunza, je, unahitaji kupata heshima? Na kupata heshima ndicho ambacho tunakiangalia. Namba moja, heshima kwanza tambua heshima haipatikani kwa vitu. Namba moja, kwanza tambua heshima haipatikani kwa vitu ama kwa kuwa na vitu. Heshima haipatikani kwa kuwa na vitu ama kwa kupata vitu. Sio kwa mtindo huo, bali ni katika kumbeba Yesu ndipo utapata heshima. Tunaangalia nani utapata heshima. Tumesema kwanza utambue ya kwamba heshima haipatikani kwa vitu, bali kwa kumbeba Yesu Kristo ndipo utapata heshima. Kwa kumbeba Yesu Kristo ndipo utapata heshima. Kwa kumbeba Yesu ndipo utapata heshima. Kwa kumbeba Yesu ndipo utapata heshima. Mbona sielewi? Sikiliza. Mwanadamu alipata heshima alipombeba nani? Alipombeba Yesu. Mwanadamu mnyama, huyu ni mnyama, sio binadamu. Huyu ni mnyama. Alipata heshima baada ya kumbeba Yesu. Ndipo kapata heshima. Na mimi nikasema ili kwamba wewe upate heshima yako kwa ndugu zako, kwa jamaa zako, kwa jamii inayokuzunguka, umbebe Yesu. Na ijulikane na watu wote wanakufahamu ya kwamba wewe na Yesu. Mbebe vizuri, mweke ndani ya moyo wako vizuri. Ndipo utaanza kuiona heshima yako. Kukuruka kala za maisha yako hazikupi heshima. Kukuruka kala za maisha yako mpaka unamsahau Yesu hazitakupa heshima. Isipokuwa kumweka Yesu afiti ndani ya moyo wako ndipo unapata heshima. Namba mbili, heshima yako itapatikana sasa na unapojituma kwa Yesu. Yohana 12:26 nazungumzia heshima yako itapatikana sawa na unavyotumika na kujituma kwa Yesu. Kuna kutumika na kujituma. Unaweza kuwa unatumika lakini haujitumi. Sasa epuka kutumika pasipo kujituma. Kujituma maana yake ni kufanya kitu pasipo kutumwa, pasipo kuambiwa. Tuko sawa sawa? Kujituma ni kufanya kitu pasipo kuambiwa, pasipo kulazimishwa. Unajiongeza mwenyewe. Kwa mtu wa Mungu unapotafuta heshima, ninajua kila mmoja hapa anatafuta heshima, anatafuta kuheshimika. Lazima nikukumbushe, hakuna chochote duniani ambacho kitakuheshimisha. Hakuna. Zaidi ya kutumika na kujituma katika kumtumikia Yesu. Yohana 12:26 mtu akimtumikia na anifuate, nami ndipo na mtumwa wangu atakapokuwepo. Tena mtumishi, tena mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Tena mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Baba atamheshimu. Yesu anasema kile kipengele cha mwisho kwamba mtu akimtumikia mimi, yaani ukimtumikia Yesu
kumetengeneza connection yako na Mungu. Kitendo cha kumtumikia Yesu, amesema Yesu mwenyewe kwamba Baba yangu wa mbinguni atawaheshimu. Nisikilize. Hajasema kwamba mtu akiwa na fedha nyingi, Baba yangu wa mbinguni atawaheshimu. Kwa sababu jamani, hajasema mtu akiwa na majumba mengi, Baba yangu wa mbinguni atawaheshimu. Mtu akiwa na sura nzuri, shato nzuri, Baba yangu wa mbinguni atamheshimu. Hajasema hivyo. Anasema mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Heshima yako ipo katika kujituma na kumtumikia Kristo Yesu. Hapo ndipo utaanza kuona heshima yako. Vile ulivyo sasa, wakati bado heshima yako haieleweki. Unaonekana kama kituko kwa ndugu zako, kituko kwa jamii inayokuzunguka. Ni kama kituko kwa mtu sieleweki. Unaonekana hata kuja kanisani kwako ni kama mtu aliyekosa direction. Wanakuona huyu naye zimefyatuka kidogo. Wanakuona ni kama hauna mchango katika familia, huna mchango katika jamii. Lakini leo nikupe siri moja, majili ya somo. Je, unahitaji kutaishi? Nataka kuongezea leo kwamba Mungu akufungue ufahamu wako, uanze kujituma na kumtumikia Yesu Kristo kwa nguvu zako zote. Kuna watu ambao hivi sasa wanakuona kama mtu usieleweka, watashangaa. Muonekano mzima wa maisha yako utabadilika, utakuwa tofauti. Tuko sawa sawa? Nisikilize. Hata kama hauna hela, wataona wewe ni bilionea. Kuna watu kwa jinsi unavyoonekana, kwa jinsi ulivyo. Kuna watu watakuwa na kwamba una pesa nyingi, watakuja kwa kuwazima pesa hata pesa hauna. Kwa jinsi ambavyo Yesu akutengeneza. Maana maandiko yanasema kwamba Baba atamheshimu atakayetumikia. Sasa Mungu anapokuheshimu wewe kwa sababu umemtumikia Kristo, kuna vitu ambavyo anaanza kukufanya kama mheshimiwa. Halo? Tuko sawa sawa? Kuna vitu ambavyo watu watafanya automatically kama mheshimiwa. Tumechukua mfano kwa yule Mwanapunda hakuambia watu kwamba nitandikieni nguo kwenye mgongo wangu. Hakuambia tandikieni nguo ardhini, barabarani. Hakuambia. Watu wenyewe walianza kutandika zile nguo kwa sababu ya heshima ambayo amepata kumbeba Kristo. Sikiliza, kuna watu ambao wataanza kuleta vitu kwako kwa sababu ya heshima unayo. Kuna watu ambao watakufanyia vitu wewe kwa heshima unayo kwa sababu tumembeba Yesu. Changamoto ni kwamba haujambeba Yesu sawa sawa. Na ndio maana kuna vitu vingi uvioni. Haleluya. Yesu Kristo asifiwe. Yesu Kristo asifiwe.